Mzee baba inakuaje? Bana poa bana, kwaje? Shwari sana. Uko poa? Bana niko poa kabisa bana, si wewe? Bana safi, karibu sana kwenye Mega Mix mzee. Bana shukrani sana bana. Yeah. Kwa wanaokusikia sasa wakutambue. Nani yuko hapa? Kwa majina naitwa Don Angelo. Okay. Yeah. Don Angelo ambaye ni mdau. Sawa, ukitupa na biography kidogo ile itatusaidia ili tujue tunaongea na nani. Mimi ni mdau wa muziki kwa Morogoro na Tanzania nzima. Lakini wengi ambao wananifahamu ni mdau mkubwa sana ambao unashiriki katika mambo ya sanaa kwa ujumla. Okay. Lakini kwenye muziki nadhani hapo nimebobea kidogo hapo. Okay. Yes. Umebobea babu kubwa. Master hapa. Master alisema kabisa tuna exclusive yako bana. Karibu sana. Asante bwana. Mimi bwana kwa majina naitwa Mustafa Rashidi aka Yuda Msaliti. Yuda Msaliti. Ni Yuda Msaliti ambaye niko na Morogoro hapa katika harakati zangu. Okay. Na ni mpambanaji fupi na ni mfuatiliaji sana wa music. Okay, sanaa kwa ujumla wake. Sanaa kwa ujumla. Babu kubwa. Tukimaliza hapa Master, naitwa Ahmad Machako. Ahmad Machako ambaye ni CEO Morogoro. Okay. Lakini mdau wa music Tanzania. Okay. Bana karibuni sana wazee kwenye Mega Mix show ya Bure FM. Of course tumeona na tunatambua mchango wenu, that's why mko hapa au vipi Yeah. Kuna kitu ambacho huu mwezi tulikuwa tunaondoka nacho kama Mega Mix. Kuileta sanaa kwenye ramani tena. Sawa kama kipindi cha burudani. Tuliona kuna haja ya kuileta sanaa hasa ya Morogoro, sehemu ambayo ilikuwa inaonekana kama sanaa imelala hivi, hasa upande wa muziki, kuileta tena kwenye ramani. Vitu vingi vinazungumzwa na wasanii wenyewe, sawa, lakini pia wadau mmekuwa mkitajwa kwa namna tofauti. Mnao support muziki huu, mmekuwa mnatajwa na wasanii wenyewe katika namna tofauti. Hope kwamba nyinyi wenyewe mnakutana na baadhi ya comment, si ndio kutoka kwa wasanii wenyewe, si ndio? Yeah. Tukizungumzia muziki wa sehemu ambayo hasa mnatokea Morogoro, mnaona changamoto iko wapi? Mpaka tunakutana na comment ambazo zinaonesha kama sanaa ya sehemu ambayo mnatokea kama wadau inaelekea kupotea au kufa kabisa. Changamoto iko wapi Machako? Mimi kwa upande wangu changamoto ninayoiona ni support ambayo wasanii wanahitaji ila wanaona wao hawapewi. Okay. Mbona nadhani kikubwa ni hiko kwamba support ambao wanahitaji ila wanaona hawaipati kutoka kwa wadau mbalimbali. Yeah. Kwa nini wadau si ndio nyinyi sasa? Amtoi support ama kuna baadhi mnatoa wengine? Wadau vyombo vya habari. Okay. Yani kwa wale au ndio wadau wakubwa yani vyombo vya habari, radio na radio labda TV. Yeah. Labda na social media. Yes, watoi support kubwa kwa wasanii wa Morogoro. Okay. Yeah. Katika mfano wewe ulikuwa unatamani hiyo support iwe katika mtindo gani? Yani ukiangalia sasa hivi soko la muziki limekuwa na ushindani mkubwa sana. Okay. Tofauti na zamani. Yani zamani nakumbuka miaka ya zamani, unajua Morogoro tunasikiliza. Mimi nitabaki pale tunasikiliza nyimbo zetu. Okay. Yani zamani ukikaa ukisikiliza radio, utasikia kuna Master Bros, kuna Fandesele, kuna Crazy Winner, sijui kuna Boy G. Sijui kuna Airport Family, ni hivyo yani. Yani wasanii kusikia kutoka nje ya Morogoro ilikuwa ni nadra sana. Sasa mpaka apambane, lakini sasa hivi imekuwa kidogo ni muingiliano pia wa media tofauti. Media pia kutoka nje ya Morogoro kuingia pia Morogoro pia imeleta changamoto kubwa sana. Okay. Unaona? Kwa hiyo kikubwa yani mimi ninachokiangalia zamani, kwa mfano nizungumzie Abudi. Abudi zamani kulikuwa na kipindi cha alikuwa anafanya, namkumbuka Nashi. Nashi alikuwa anafanya cha Home Flavor. Yeah. Ilikuwa ni kwa ajili ya muziki wa Morogoro tu. Umeona? Lakini sasa hivi hivyo sivioni. Umeona? Kwa vitu kama vile vilikuwa vinatengeneza walau kategori yao, basi nafikiri wangekuwa wanasogea kwa kiasi kikubwa sana. Yeah. Lakini wengine wanasema kupata yani kuwa na show ambayo inadili na wao tu ni kama bado unaendelea kuwafanya wanakuwa chipkizi everyday kila siku. Yani unawatengenezea mazingira ya kubaki kwenye uchipkizi kama hauto wachanganya na wasanii wengine ambao wametoboa.
Pia inawezekana kwa sababu unakuwa kama una inawezekana pia. Yaani hilo kinachoongelewa inawezekana pia ukawa kama unawatenga. Sasa ukamtenganisha mtoto wa Nasara alafu na mtoto wa primary ambao umewatenga, umewekea wigo wa kuona kwamba huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo. Unaona? Kwa hiyo tunachokitaji labda mimi nafikiri ni hivyo. Pia wasanii wenyewe nao kwenye ubora. Yaani wakitoa nyimbo bora mimi nafikiri zinaenda na support wataipata. Umeona? What you say ni wasanii hawatoi ngoma bora. Wasanii wa Morogoro? Ni umwazi. Nyimbo za wasanii wa Morogoro ni mbovu. Wengi. Ila wanataka ukubwa. Ukisema ukipa asilimia kwamba wasanii asilimia ngapi nyimbo zao ni mbovu kwenye 100%? Sitaki kusema asilimia, ila wasanii asilimia kubwa wasanii wa Morogoro nyimbo zao ni mbovu. Tunaweza kusema 90%. Ukienda kwenye soko la sasa hivi la muziki, mwingiliano wa wasanii kutoka Morogoro na nje ya Morogoro, unakuta wasanii walio nje ya Morogoro wanatengeneza nyimbo nyingi bora. Umeona? Ukiangalia kwa upande sasa hivi kama social media imekuwa ni tegemeo kubwa sana kwa wasanii. Lakini nenda YouTube sasa hivi. Toa wasanii wakubwa, wale ambao wa Tanzania watoe. Lakini angalia wasanii wanaochipukia. Alafu mtafute msanii mkubwa wa Morogoro labda. Kwamba angalia ule uwiano wao kupitia social media. Sawa. Utaona kuna mtu yuko nje ya Morogoro ametoa ngoma kali, ngoma inakwenda. Sawa. Tofauti na wasanii wa Morogoro. Umeona? Iko hivyo. Kwa hiyo unataka kusema ni kwamba asilimia karibia 90. Sikiliza, kuna kipindi kimoja Samir, wimbo wa Samiri Kinyulinyuli. Sasa hivi mchungaji. Sasa hivi ni mchungaji bwana. Sijui kama ni mchungaji. Exclusive kesho tuko naye. Sijui kama ni mchungaji au ni biashara, naye anajua mwenyewe. Sawa. Inawezekana ni biashara. By the way, kesho pia tutakuwa na interview na Samir hapa ndani ya Mega Mix. Tutakuwa naye. Kwa hiyo umeona ulikuwa unasema Samir alipotoa Kinyulinyuli. Sawa. Kinyulinyuli ilipata airtime kubwa kwanza, sio media. Ilianzia mtaani. Kwa hiyo hapo unataka kusema ile uliosema mwanzo, kile ulichosema mwanzo vinachangia, vyote vinaingiliana pia. Kama media zinachangia kwa kiasi hiko, lakini pia na wasanii wa nyimbo bora. Kwa hiyo yani unachosema ni kwamba nataka kupata picha ya moja kwa moja. 90% tunaweza tukasema hivyo ya wasanii wa Morogoro wanatoa ngoma mbaya. Wewe yani kwa mujibu wako. Au yani nataka unipe asilimia ili tupate picha ya tunazungumzia nini. Kwani Morogoro kuna wasanii wangapi? Hata kama wakiwa watano, ila nasema kwamba 80% ya wasanii wa Morogoro nyimbo zao zina ubora. Kulinganisha na soko la nje. Wale ambao ni bora naweza tukawapata hata wachache ukawataja majina ambao unawajua. Sasa kutaja hapo utakuwa ni bora na nataka bora, sio ambao sio bora. Nataka wale ambao hawa asilimia 20 waliobaki si ndio wanatoa ngoma bora. Niwataje kwa majina? Hapana, siwezi kuwataja kwa majina. Hata bora, wale bora huwezi kuwataja. Sitaji kuwataja bora wala walikuwa sio bora, siwezi kuwataja. Hapo unataka kumchunganisha hapo. Noma sana. Kuna siku ili comment kwenye nakuja swali lako. Of course, we got time Machako. Hamna noma. Bana Yuda Msaliti, wewe kwa upande wako changamoto iko wapi? Kama mdau wa sanaa, lakini najua pia kuna muda unatokea kama manager. And by the way, wote tuliokuwa hapa najua ni mnasimamia baadhi ya wasanii. Kwako unaona changamoto iko wapi ili kuisongesha hii sanaa hasa ya Morogoro? Changamoto ni kama alivyoeleza ndugu yangu hapa. Changamoto ni hizo, lakini kikubwa zaidi ni support ambayo tunaweza kuzungumzia. Ni tunasimama kwenye support pale. Support ambayo kubwa ambayo unahitaji kama hivi mtazungumza kama ilivyoeleza hapo mwanzoni kabisa, kulikuwa kuna kipindi special kwa ajili ya wana Morogoro. Yaani music wa Morogoro. Kama sasa hivi mtu anakwambia kuna kipindi kimeandaliwa kwa ajili ya Singeli. Singeli imepata chati kwa sababu kuna vipindi ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya Singeli tu. Mtu ajua kwa sababu nikitoa muziki wangu wa Singeli kuna sehemu na upeleka. Kwa mtu anashangaa kuna radio ambazo zipo zinaweka kipindi kile kwa ajili ya Singeli. Kwa hiyo mtu bana saa moja mpaka saa ngapi ni Singeli tu. Kwa hiyo mtu vijana wanapambana kupeleka sehemu ili aende juu zaidi. Lakini kwenye kusupport kama media zinachangia kwa asilimia kubwa kwa kusupport vijana ni media chache. Yaani kwa sasa hivi ambao sasa hivi tunaona kabisa
Abudi mna power, kwa sababu mpaka mnaamua kuona changamoto ya wasanii kwamba waendi na kuweza kumuita msanii moja baada ya mwingine. Hii nao ni bonge moja ambalo la support ambao sasa inawazibua watu masikio kwamba kuna mchango unahitajika kwa wasanii wetu wa ndani, sio kwa support wasanii wa nje. Lakini tunaona hapa mfano mzuri, Kinyulinyuli tunaambiwa ilienda yenyewe mtaani. Nani Machako kwa kuzungumzia ubora wa kazi pia. Ulifanya Kinyulinyuli ikatembea. Ukiacha media, kitu gani kingine kinakwamisha sanaa hapa? Kitu kingine kinachochangia zaidi of course inakuwa kama ni sponsor pia. Sponsor nao sasa hivi wanajaribu sana kusupport kusponsor vitu alafu aoni mchango kwa kile tunachosupport. Yaani mtu anakusupport alafu yeye aoni faida ya wewe kusupport. Unaelewa? Sijaelewa. Yaani sponsor wao wanavyokuwa wanamsupport mtu ili aende. Aoni mchango wa yule mtu kwa sponsor. Yaani sponsor mwenye aoni mchango wake, huyu mimi na yeye msupport. Mtu anaweza ngaribu mbona ukamsaidia, mbona hajanufaika chochote? Huyu mbona akamsaidia hajanufaika? Sasa mimi kwa nini niingie huko niende kupoteza hela yangu? Haiwezekani. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anapokusupport, mtu anapokusupport anategemea faida kutoka kwako. Kwamba upambane. Kwamba mimi nakupambania. Watu wanakupambania ujue napoteza fedha. Kwamba mimi nakupambania kwamba yani kwamba pesa yangu sio kitu, napoteza fedha. Kwa hiyo pia nahitaji kwa faida ya baadaye ionekane kwamba mimi nakupambania sasa hivi, baadaye tupate majibu kiko kesho tuko napambania. Sasa kama mtu anapambania afu majibu hayaonekani, kuna haja gani sana kuweza kusupport? Kwa hiyo unachosema ni kwamba bado ni kile kwenye ubora kuna shida. Kile ambacho tunazungumza ambacho changamoto zinazokuwa zinaendelea hizo. Yaani manaki kama unapambaniwa alafu wewe hauleti mrejesho mzuri, unamaanisha bado kwenye ubora wa wasanii Morogoro kuna. Yaani wasanii kupata wasanii bora tuna changamoto hiyo. Ndio changamoto ipo. Alafu kingine pia ni majungu pia na Morogoro nayo kwa nani na nani sasa majungu kutoka kwa nani? Yaani Morogoro kusema kwa ni mnayo pia na kingine majungu, kwa sababu wasanii wenyewe kwa wenyewe bado wenyewe huwa kubaliani kumkubali mwenzie, hapana. Na pia ingekuwa na kubaliana wenyewe kwa wenyewe pia ingeleta chachu kwamba sisi tunapambana lengo letu kupaa kwenda tunda juu. Sasa chini huko wenyewe kwa wenyewe kuna vijembe vinakuwa vinaendelea ambavyo wenyewe kwa wenyewe wanakashana tamaa pia. Kwa hiyo kwa wenyewe kwa pia na moyo najua tungefika mbali sana. Na yenyewe kwa wenyewe pia ushirikiano kana nazungumza. Majungu nao kipunguza ingeleta tija zaidi. Sawa. Bana we got Don Angelo. Don kwa upande wako. Tunaizungumzia sanaa na umesema umetoka nayo mbali, si ndio? Umefanya vitu vingi sana. Kama mdau unaiona changamoto iko wapi? Hadi tunapata stories za kwamba Moro sanaa hii inaelekea kufa, inatakiwa kuhamishwa na nini? Hapo mimi naweza nikaelekea nikazungumzia katika makundi matatu. Matatu. Sawa. Moja kwanza ni soko lenyewe. Soko la muziki imetanuka kutokana muziki umekuwa ni biashara. Kwa kila mtu anapambania kombe lake, si Morogoro. Kwa Morogoro zamani tulikuwa tunajua kwamba muziki ndio umetawaliwa na watu wa Morogoro. Kwa muziki tulikuwa tunaona ni Morogoro, lakini sasa ukiangalia kwa upana zaidi unakuta mikoa mingi inatoa wasanii bora zaidi. Kwa wanajua kabisa kwamba Morogoro tunaenda kushindana na Morogoro, na Morogoro ndio ilikuwa inafanya vizuri zaidi. Lakini kutokana sasa na soko lenyewe ambalo linataka kwa wanaona hapa pamoja. Kwa Morogoro inapambana na watu wengi. Na watu ambao wanajifunza muziki wa leo mpaka kesho. Kuna muziki mingi kama mfano kama Singeli sasa hivi imekuja kuleta competition kubwa sana. Unaona Kwa hiyo sasa Morogoro imebaki tena napata changamoto kubwa sana. Lakini tukiangalia wakongwe wa muziki wa zamani nao wamejikuta wanakutana na kizazi kipya ambayo hii generation mpya ambayo iko sasa hivi ambayo inapambania ni muziki mwingine tofauti kabisa. Hiyo cha pili ambacho nakiona ni nidhamu ya wasanii wenyewe, sio kwamba hawasupportiwi, wanasupportiwa, lakini nidhamu nayo inaweza kuondosha chini. Kwa hiyo wasanii wengi tunaweza tukaangalia mifano mikubwa sana ambao wamefanikiwa, walio wengi ni watu ambao ukimwangalia hata wewe mwenyewe unajua kabisa hapa nidhamu ipo. Na muziki unataka nidhamu, ni kazi, muziki ni kazi. Lakini kuna baadhi ya wasanii ambao tunawaona mpaka leo kesho walikuwa wanafanya vizuri, lakini muziki wao hawafanyi vizuri. Sio kwamba hawataki support, lakini inawezekana kwamba wanaenda njia ambayo sio sahihi.